umeumbwa kwa udongo na unatamani vitu gani, nitakueleza kwa kina, kinaga ubaga, kindaki. Sema amen. Ili ukijua hapo, hakuna kitakachokusumbua. Na kati ya watu Mungu atajivunia, wewe ni mmoja wapo. Mpe Yesu makofi ya juu. Mpe Yesu makofi ya juu. Kati ya watu Mungu atajivunia, wewe ni mmoja wapo. Mungu atajivunia. I like it. I like him. Biblia inasema, Bwana akasema hivi, Shetani, unamwona mtumishi wangu Ayubu? Yaani hauna jamaa ninampenda kama huyu jamaa. Yaani Mungu anajivunia Ayubu. Ninatamani Mungu ajivunie maisha yako. Ninatamani Mungu ajivunie wewe. Alitazama hivi anasema, unamwona mtumishi wangu yuko pale Shilo, unamwona fulani, unamwona Maria, unamwona yule, unamwona Johni, unamwona Josefu. Yaani Mungu anajivunia wewe. This is my question. Mungu akikuangalia wewe anajivunia au anaona amepata hasara? Mungu anajivunia wewe. Mungu anajivunia kukuona wewe uko kwenye ibada. Au Mungu anajiuliza, kulikoni mpaka leo hakabadiliki? Kulikoni pamoja na kukafia msalabani akageuki? Ninatamani Mungu akajivunie wewe katika jina la Yesu. Nasema natamani Mungu akajivunie wewe katika jina la Yesu. Kwa mambo haya matatu nitayasema siku za usoni, lakini muda wangu hauniruhusu. Narudia kusema aina mbili za utu wangu. Hawa ni watu wawili wanaoishi ndani ya mtu aliyeokoka, na hawa wanashindana. Hawataki kuona mmoja anashindwa. Hawawezi kupatana na hawatakupatana. Hawataweza kupatana. Yaani maisha ya zamani na maisha mapya haviwezi kukaa pamoja. Ni kama mafuta na maji. Aidha uamue kuishi maisha ya zamani au uamue kuishi maisha mapya. Na ndio maana Yesu akasema ni afadhali uwe moto au uwe baridi. Hakuna kuwa katikati kwamba ni vuguvugu, sio moto, sio baridi. Hakuna kinaga ubaga, kindaki. Sema amen. Ili ukijua hapo, hakuna kitakachokusumbua. Na kati ya watu Mungu atajivunia, wewe ni mmoja wapo. Mpe Yesu makofi ya juu. Mpe Yesu makofi ya juu. Kati ya watu Mungu atajivunia, wewe ni mmoja wapo. Mungu atajivunia. I like it.